Nitiguo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukifikiria kitu utamwangusha na ile mafuta yote itamwagika. Kwa hivyo mtunze hii mafuta. Na usikubali kucheza karibu na yeye. Maana pamoja na mafuta ni mwanaume. Ama mafuta imemfanya mdada. Ni mwanaume bado. Kwa hivyo ukienda karibu na yeye unakumbuka ni mtumishi wa Mungu na tena ni mesta. Kwa hivyo unashunga mambo yake, usimumwagie mafuta. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na tukifanya kazi kwa watu wengi kama vile tumekutana hapa, usipende kukwasika. Kwa sababu kama yeye ni wa kukwaswa, please tukakukwasa kutoka asubuhi mpaka jioni. Abia jirani usiwe wa haraka kukwasika. Tugatinda haho githinginyo guthaga indo ta ici niki ni kuhingwo. Wewe uhoro wa kuhingwo tigana naguo. Sasa tukishaingia mahali kuna Mungu, tunaelewa wanadamu ni wale wanadamu tu wa kawaida. Ni Mungu amewasaidia wakatulia. Ona ndo mahorerete haha. Mangekuhe history no tumaikirie hare mathikiririe mefara ati wariku. Ugika atia uka. Ufara. Na nikio wona mundu JCM utige kwenjera history yake witiki ogwo arauga Yesu ni mwathani na ndi muhonoku chikinyau. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukishiba watu hata sisi tutawasha kuhubiri. Owe shiba bishop ukoresha nga. Oshiba bishop ukore mutumia onge kana gake agire tene. Wega ni ndugashimbe. Tero cio muriganite ndugajiba jibe. Ndugakoresha nga ucoke udehera thina haha. Bwana Yesu asifiwe. Ukishiba Musa utakuta nini? Alioa mtu. Yaani. So vizuri kukubali hii Musa nabii. Lakini ukianza kusema na alikuwa wapi bereni, utaambiwa alioa mtu na akazika peke yake. Huyo mtu mtakubali ibada naye? Maziko na vile iko gumu, yeye alifanya peke yake. Alikuwa na nguvu nyingi sana za mwili. Shiba Bwana Yesu asifiwe. Shiba mfalme Daudi. Utakuta nani? Bathsheba, mama ya jirani. Mwenda da gushiba andu muno ndugakore mahindi mafuthu. Ukishiba Daudi utakuta Bathsheba. Shiba zaidi. Unakuta kuna mzee mwingine Mungu alimsaidia kupata mkewe. Anaitwa nani? Mnakumbuka ile mama alikuwa mzuri na bwana yake ni jiga kubwa mrefi. Anaitwa nani mama? Abigaili. Mzee anaitwa nani? Nabali. Biblia inasema ndio David aoe Abigaili. Mungu alifanya Nabali nini? Biblia imeandikwa vizuri. Mungu alimpiga gumi moja. Akakufa. Daudi akaambiwa mama iko free shukua. So hapana shiba sisi sana. Bwana Yesu asifiwe. Tukubali vile tumekuambia Yesu ni Bwana, maana Yesu anasamehe dhambi. Na mtu akiwa ndani ya Kristo ni kiumbe kipya. Ya kale yamepita na yamekuwa mapya. Enda ushiba Samson, utakuta nani? Wadada raini mzima. So vizuri ni kukubali Samson, Mungu anamtumia. Lakini ukianza kusema na anakaanga wapi, utakwasika. Saulu ambaye ametuandikia Biblia ya Agano Jipya karibu yote, alifanya nini kabla hajaokoka? Aliua Wakristo. Alikuwa anakuja ibada kama hii, anaorganize, askari wanaingia, wanachukua watu, wanaenda naye. Na yeye ndiye amekuandikia tupendane, tusiue, tusiibe. The same soul. Kwa hivyo hatujui JCM ni kitu gani Mungu anafanya, lakini tunajua revival imeanza hapa. Hii ni ufufuo imeanza hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo wale wenyeji, wale mlianza na mchungaji, muwe na moyo mzuri ya kwamba watu wakubwa kuliko nyinyi wakikuja kusikiliza huyu mtu, mnaamuka viti vizuri bila kelele. Hii kiti ni yangu, hakuna kiti yako hapa. Msilete vita ya viti hapa. Mnajua vita ya viti? Ndio kile na huna hakwa. Hata wengine wanasimama karibu na wewe wanangojea. Wanajua tu kuna saa utaamuka uende either kutoa sadaka ama uende gents ama ladies. Ukiondoka wanakalia. Hii vita ya viti si mzuri. Muwe na moyo mzuri maana hii mtu atalete watu wote wa dunia hii hapa.
na mafuta yale ako naye mnaona vile imekaa. Kwa hivyo muwe na moyo mzuri, msiwe na ubaguzi. Na sasa ningependa niwasomee neno moja, na kwa hiyo maneno nimeongea hapa, Bishop Mother, wewe ndiye ninauliza sana huyu anaenda namna gani, na ni wewe ninakuuliza kama anacheza na wadada hapa, na nikakuuliza kama anafanyanga mambo ambaye haifai, nikakuuliza anakulanga nini. Nilikuwa ninakuuliza hivyo ndio maana ile hatua inatakikana ifanywe haraka next ni kumuweka mafuta aweze kuangalia hii kazi ya Bwana. Kazi ya Bwana haiwezi kuangaliwa hivyo. Umeona sasa ameanza kuwa na washugaji hapa na hapa na hapa na hapa. Wakiwa lika moja na yeye, watu walika wanaheshimiana kweli? Lazima tumuondoe kwa lika hii, aende kwa lika ingine. Naye siku ile JCM itakuwa kubwa, watu wengine waende juu, wawe lika yake bishop, tukuje tena tumuweke ya kibishop. Sasa hiyo ndio ya mwisho, apostolic bishop. Na tunaomba kwa sababu tunakuheshimu sana watu wengi sana, mshugaji, usitulet down. Usimame imara, ushunge hiyo mwili yako, uiambie hii usikule, hii usiguze, hii usifanye. Utakuwa pastor wetu mzuri. Tumpigie makofi jamani, mtu mzuri, haleluya. Bwana asifiwe. Na watu wengine wataletwa hapa sio wazuri vile mngepe. Ni wanaume lakini wanatengeneza nywele kama kina mama. Lazima ujue ya kwamba mafuta hii ndio imewaleta, sio wewe. Kwa hivyo unyama mpaka watengenezwe. Na kuna wadada watakuja kwa hii kanisa wamefaa kama wanaume. Wasitupwe nje, wakae hapa watengenezwe, wafae kama hawa. Nilikuwa nauliza nyinyi ni nani? Nilikuwa namuuliza wale ni nani wanafaa hivyo, watafaa kama hawa. Kwa hivyo moyo ya kanisa ni kujua hii kanisa ni aina gani. Hii ni kanisa ya aina ya kuchukua watu wote wamekataliwa na dunia, wametupwa nje, wamefanywa bure, wameonekana kama ni useless. Hii mafuta inakusanya watu hao wote hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukisha kuwa mzuri, uone kingine kamekuja, akaja kaa vizuri, kakaribishe, katatengenezewa hapa. Hii ni kama hospitali, haleluya. Na kwa hivyo wale mulifika mbele, msiwe na moyo mbaya. Mmenyonya hii mafuta mpaka naona mnarukaruka hapa, mnafanya kelele kama nilikuwa ninasikia kama ni kitu gani iko hapa. Kelele kubwa sana. Na mkubali wengine wanyonye. Wengine wakikuja usiwazuie, waambie mafuta hii imekuleta. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mtu amekuja hapa na anakunywa pombe, angependa kuacha pombe, na atawashia wapi? Unaweza kuashia pombe kilabu, unawashia hapa. Kwa hivyo ukiona mtu ni mrefu, apewe kiti, ikaushwe na nguvu ya Mungu polepole, mtu ageuzwe. Kuna wengine watakuja wakiwa wakubwa kama Naaman. Mnakumbuka Naaman wa Biblia? Alikuwa na ukoma lakini ni mkubwa. Mungu akaanza process ya kumshusha. Kuna watu hapa saa hii mko process ya kuletwa chini. Process ya number 1 alifanywa, aliambiwa dawa ya hiyo sura yako. Na ni msichana wa kazi anamwambia. Msichana wa kazi kuambia jemedali ni kumshusha sana. Paka alikuwa anashindwa. Si mama angejua ama mtu mwingine mheshimiwa aniambie mahali nitaenda. Lakini Mungu aliona maid ikuongereshe na ama ni ushuke ugonjwa iende. Akaenda mpaka Israel. Kwa neno la msichana wa kazi. Sometimes ni vizuri unyenyekee mpaka usikilize msichana wa kazi. Washa kumuita ng'ombe na kumuita busi na kumwambia hana akili. Anaweza kutumiwa na Mungu kukuambia Mungu anataka usaidikie wapi. Msichana wa kazi ni mtu ambaye hata akikwambia kuna kitu nilikuwa nataka kukuuliza, unamwambia nyamaza. Lakini anaweza kuwa anatumiwa na Mungu leo kukushusha. Kwa hivyo wengine mko kwa process ya kushushwa. Kuanzia hapo akaenda Israel. Akaenda akakosea njia, akaenda kwa mfalme. Mfalme akamwambia mimi umenikasirisha sana. Yaani umeona unichokose. Jamaa ameenda kuomba uponyaji. Imetafsiriwa ni ushokosi. Lakini Elisha akasikia. Akasema ambia huyo mtu akuje. Huyo mtu alikuja na gari zake msafara mzima mpaka nje ya nyumba ya Elisha, mtumishi wa Mungu. Mtumishi hakutoka. Alituma kijana yake, mwambie aende pale Jordan, aigie mara 7. Na kuambia mtu huyo alikasirika. Alisema, have you told exactly Elisha who I am? Does he know who I am?
Hajui Mungu anamshusha ndiye apone. Bwana Yesu asifiwe. Akashushwa. Kijana yake ndiye alimwambia. Akasema angekuja niwekelee mkono. Kwani hajui level yangu? Mtumishi hata hakutoka, alikuwa kwa kitanda. Akajifunika vizuri. Huyo akarudi akamwambia amesema ungemwekelea mkono. Akasema enda muambie aingie Jordan mara 7. Kwenda kuangalia Jordan, aliangalia hivi. Ilikuwa wakati wa harvest. Jordan imejaa takataka, imejaa vitu vya chakula. Akasema ni mito imekosa Dameski mizuri kuliko hii. Unaniambia niingie hapa nioge? Na kuambia mzee alishushwa. Akaambiwa utaingia. Na sio mara moja, mara 7. Alikuwa anaangalia watu wake walikuwa wamekaa pale kando ya mto. Na kuambia anaibika, anaingia mara ya kwanza. Anatoka anasema mimi naweza kuua mtu. Anaingia anatoka. Mara ya 7 alipoona vile gosi imetoka, walikimbia kwa Elisha tena. Chukua sadaka. Akamwambia hata sadaka sitaki. Paka mzee akaomba mshanga. Akasema nipeni mshanga nirudishe kwetu. Kama Mungu ameanza process ya kukushusha ndio akubariki. Cooperate. Abia jirani cooperate. Pana lete fujo. Unashushwa. Hii kanisa nikikuja nilifikiria Kiengei tumeishi naye miaka nyingi, nilifikiria hata niweka viti ya mbele. Sasa umekaa kiti ya namba 10. Hata utapelekwa 15 ndio ukuje sasa level vizuri. Upigwe rada mpaka ukisikia tunasema unasema amen. Tunakuambia hapana, kukohoa. Ni kushushwa. Wacha tuangalie watu wale hawataenda mbinguni. Wangapi hapa wanaamini watafika?